Yes, ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Tuko wilaya ya Sumbawanga. Karibu sana, tuungane pamoja. Mimi ni Nicholas Kiloko, tumekuja kuhakikisha kwamba na kufundisha namna gani ambavyo tunalima kisasa kwa ubora zaidi. Tupo na kampuni ya East West Seed, ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Tumekuja mkoani Rukwa, wilaya ya Sumbawanga kuhakikisha kwamba na kufundisha ile uwe bora zaidi. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba haubaki pale ulipo, unasogea, unavuna kisasa, unalima kisasa, unauza kisasa. Hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Unataka nifuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kutumia Kilimo Sokoni kwenye Instagram, kwa YouTube pia tunapatikana namna hivyo. Ni wewe tu kuhakikisha kwamba unakuwa mmoja wa kwanza kabisa kusubscribe kwenye YouTube yetu, lakini pia kwa mmoja wa kwanza kutufollow kwenye Instagram. Mimi ni Nicholas Kiloko, hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Shukrani sana kwa wale ambao mko pamoja nasi. Tunapoanza hivi sasa tunaelekea shambani kuhakikisha kwamba tunalima kisasa, tunavuna kisasa, tunauza kisasa. Ni kampuni ya East West Seed, wako nchi nzima Tanzania yote. Ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Asea watu wanatisha kweli kweli. Niwaambie kwamba sina maneno mengi sana. Twende shambani tukajifunze namna gani ambavyo tukalima kisasa nyanya ya Imara F1. Kampuni ya East West Seed ni mabingwa wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Twende shambani. Yes, tupo kijiji cha Laela, wilaya ya Sumbawanga, mkoani Rukwa. Kama ambavyo unatazama mandhari nzuri kabisa hii ya shamba. Hapa tunajifunza kwenye upande mzima wa namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa na ukalima kwa ajili ya kupata tija kwenye familia na kwenye taifa kwa ujumla. Leo hii tumegusia eneo zima la ulimaji wa zao la nyanya. Unawezaje ukalima nyanya? Mikoa mingine ni kweli inalima nyanya. Je, kwa mkoa wa Rukwa nyanya inakubali? Na tuko na kampuni ya East West Seed. Hawa ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, wako nchi nzima. Wao na kauli mbiu nasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri. Na mapato hayo mazuri naona kwa namna gani? Ni kama hivi ambavyo tunashuhudia hapa. Tuko kwenye shamba hili la mkulima ambaye amethubutu kulima na kampuni hii ya East West Seed kwa lengo la kupata tija kwa ajili yake na familia kwa ujumla. Mimi ni Nicholas Kiloko, hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Tunakufundisha kwa uzuri kabisa. Tunapita kila sehemu, kila nchi, kila mkoa, kila wilaya, tunapita huko kote kwa lengo la kukufundisha wewe ili uwe bora zaidi katika kilimo pamoja na ufuatiliaji, hasa kujua mbinu gani za kilimo, namna gani kutumia mbegu bora, namna gani unaweza kushirikiana na wenzako. Hapa tunakutanisha na wakulima pamoja na wataalamu. Leo hii tutawashuhudia wataalamu kutoka kampuni ya East West Seed, lakini pia mbegu unaweza kuzipata kwa namna gani. Utapata nafasi hiyo kuweza kujua kwamba mbegu unazipata kwa namna gani. Kumbuka, unaweza kutufuatia kupitia mitandao ya kijamii tukitumia Kilimo Sokoni kwenye Instagram pamoja na kwenye YouTube. Lakini pia kama unatamani kutangaza pamoja nasi, kuna namba inapita chini ya skrini yako hapo. Una maoni, una ushauri pia, tumia hiyo namba kutufikishia taarifa. Sisi pia tutaipata. Na muda huu sasa tunapata nafasi ya kuelekea shambani. Huko sasa tutakutana na mtaalamu wetu, atatufundisha namna gani ambavyo tunaweza kulima nyanya kafikia hatua hii. Kufika hatua hii si kawaida sana hapa. Kuna mbinu mbalimbali, kuna changamoto mbalimbali ambazo kupitia wao wanakufundisha ili uwe bora zaidi. Nyanya imekaa vizuri kabisa, nyanya imebeba vizuri kabisa, uzito wa kwake inastahili kwa kweli pongezi kampuni ya East West Seed. Hawa wanasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri. Unaipata vipi? Mbegu bora unaipata shambani, mbegu bora unaipata kwa East West Seed, mbegu bora unaipata kila sehemu ipo, lakini wao wanakufikia mpaka shambani. Mimi sina ziada kwa muda huu sasa. Hebu nikomee hapa kwanza, lakini nikirejea tunaelekea shambani. Kwa sasa tukapata nafasi kumtazama mtaalamu wetu ambaye yeye atatufundisha kwa uzuri kabisa ukalime kisasa upate tija kwenye maisha yako. Karibu. Habari. Kwa majina anaitwa Charles James Mpuya, ni afisa kilimo kutoka kampuni ya East West Seed. East West Seed ni kampuni ambayo inajihusisha na tafiti, uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa mbegu za mboga mboga na matunda, ikiwemo nyanya, hoho, karoti na mazao mengine yote ambayo yanajihusisha na mboga mboga na matunda. Leo hii East West Seed tuko katika mji wa Laela, na hapa Laela leo tunajifunza zaidi kuhusiana na kilimo cha nyanya. Mengi utakuja kuyaona hapa katika kilimo cha nyanya. Na leo tuko shambani kwetu ambapo tutakuwa tunaongelea zaidi kilimo cha nyanya. Na nini kinafanyika katika kilimo cha nyanya? Tuko hapa East West Seed kukujuza ni nini kinafanyika. Katika kilimo cha nyanya, kampuni ya East West Seed tunao muongozo ambao tunapenda mkulima aufuatilie. Na vitu ambavyo ni vya muhimu mkulima anatakiwa aanze kuvijua katika kilimo cha nyanya. Kitu kikubwa kabisa cha kwanza ni uchaguzi wa mbegu. Uchaguzi wa mbegu ndilo swala kubwa ambalo linabeba hatima ya mkulima katika uzalishaji wa nyanya. Na hapo mkulima akishakosea, tayari mkulima anakuwa ameshakosea kupata faida yake. Lakini kama East West Seed tuko kuhakikisha mkulima
hafanyi makosa katika uchaguzi wa mbegu. Sasa kama kampuni ya East West Seed tunazo aina nyingi za nyanya, lakini leo hapa Laela tunayo Imara F1 kama ambavyo unaiona. Imara F1 ni mbegu ambayo ina sifa nyingi kedekede, ikiwamo ni moja ya mbegu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa yatokanayo na mvua nyingi, hasa katika magonjwa ya majani. Kama ambavyo unaiona nyanya yetu hapa iko katika hatua nzuri kabisa, lakini huu ni msimu wa mvua na unavyoona inapendeza na haina magonjwa yote katika majani yake. Hii ni kutokana na kwamba Imara F1 ni mbegu ambayo ina uwezo mkubwa wa kufanya vyema katika msimu huu wa mvua. Lakini pia Imara F1 ina uwezo mkubwa wa kupambana na virusi vya majani. Imara F1 ina uwezo mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba virusi hivi ambavyo viwazi zinaathiri nyanya sana na kusababisha nyanya majani yake kujikunja havina nafasi tena katika kilimo chetu cha nyanya. Ndio maana unaona mpaka kufikia sasa hivi nyanya yetu iko katika hali nzuri na haina changamoto yoyote ile katika majani yake. Lakini pia Imara F1 ni nyanya ambayo inakupa matunda yenye ukubwa mzuri, kama ambavyo unaona nyanya yetu ambavyo imekwisha kuzaa, matunda ni mengi, lakini pia matunda yanaendelea kukua na yakiwa mazuri kabisa. Na ukubwa wa tunda moja hili kama unavyoweza kuliona na inavyozidi kukua, unaweza kaona ni kwamba matunda yanaendelea kukua, lakini pia bado inaendelea kukupa maua mengine mengi ambayo yanaendelea kutoka huku. Kwa hiyo inakuhakikishia muda mrefu wa kuweza kuchuma. Na kama unavyoona Imara F1 ambavyo inarefuka hivi, Imara F1 una uwezo wa kuichuma kwa miezi 3 na kuendelea, endapo mkulima wetu akifuata program nzuri ambayo East West Seed wanampatia. Lakini kikubwa zaidi kwa Imara F1, Imara F1 ni nyanya ambayo unaweza ukakaa nayo kwa muda mrefu, wastani wa siku 21 toka umeichuma kuitoa shambani kwako. Kwa hiyo mkulima anakuwa na nafasi nzuri ya kulikamata soko kwa muda mzuri, wiki 3. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uwezo mkubwa, hata akiwa na uhakika kwamba nikichuma leo ninakuwa na uwezo wa kukaa na nyanya yangu kwa muda na ninaweza kuisafirisha umbali mrefu na ikafika salama kabisa. Lakini kwa ndani pia inakuwa imejaa vizuri. Kwa hiyo hii inamwezesha mkulima kupata soko ambalo ni zuri. Lakini pia Imara F1 tunaishauri sana kwa wakulima wetu waweze kulima msimu huu wa mvua. Kama ambavyo unaona inafanya vizuri na inaendelea vizuri katika msimu huu wa mvua. Katika ekari moja Imara F1 inakupa kuanzia tani zisizopungua tani 30 mpaka tani 65. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupata mazao mengi kwa muda ambao ni siku 70 tu. Mkulima wetu anaanza kuchuma nyanya yake. Kwa hiyo ndani ya siku 70 mkulima wetu tayari anaanza kupata hela na anaanza kupata kitu kilichokuwa bora, chenye uwezo wa kusafirishika na chenye soko kubwa sana. Kwa hiyo hii ndio Imara F1 ambayo tunaizalisha kampuni ya East West Seed. Lakini pia viko vitu ambavyo kama mkulima tunapenda avitambue katika Imara F1. Lazima pia mkulima ajue ni namna gani anaenda na program gani ambayo anaenda kuitumia ili aweze kupata matunda kama haya. Kama haya mkulima lazima aweze kuyaona. Ukubwa wake huu na wingi wake huu, lazima pia mkulima aweze kupata program ambayo kama East West Seed tunampa aweze kuifuata. Tunapokuwa mkulima wetu amemaliza kuchukua mbegu yetu ya Imara F1 kama ambavyo tumeipendekeza, mkulima wetu sasa atatakiwa aiwatike mbegu yetu, na mbegu yetu hii inakaa ndani ya siku 21 tu inakuwa tayari kwa kupeleka shambani. Baada ya kuipeleka shambani, mkulima wetu atatakiwa kufuatilia programu za mbolea, lakini pia programu za viuatilifu mbalimbali na sumu ambazo atakuwa anazitumia shambani ili kuhakikisha kwamba anaweza kupata mazao mazuri. Baada ya kuipeleka shambani basi atatakiwa kuanza na mbolea ambazo zinakuwa na wingi wa madini aina ya phosphorus ambayo yanaenda kuimarisha mizizi na kuwezesha mmea kuweza kufyonza virutubisho vingi kutoka katika ardhi. Lakini baada ya hapo, hatua ya pili, atatakiwa kupata mbolea ambazo zinakuwa na mchanganyiko wa virutubisho vyote, ya nitrogen, phosphorus na potassium, ambavyo vitawezesha mmea kukua na kuendeleza mmea kuweza kuanza uzalishaji wa maua, lakini pia matunda. Lakini nyanya yetu inapokuwa katika hatua hii ya matunda, tunamshauri pia mkulima aweze kupata mbolea ambazo zinakuwa na virutubisho vyote, lakini pia zaidi zile ambazo zinachochea uwekaji wa maua ambazo zinakuwa na potassium kwa wingi, lakini pia awe na mbolea zenye calcium kwa ajili ya kuja kutengeneza tunda letu, ugumu wa tunda, lakini pia kulijaza tunda vizuri kwa ndani. Kwa hiyo hii ndio programu ambayo mkulima wetu atatakiwa kuifuatilia katika uwekaji wa mbolea. Na uwekaji wa mbolea tunaweka ndani ya siku 14.
Kila baada ya siku 14 mkulima wetu atatakiwa kuweka mbolea kwa maelekezo ambayo tunakuwa tunawatolea. Na bahati nzuri zaidi ni kwamba East West Seed tumekuwa na mabwana shamba kila mkoa ambao wako kwa kuwahudumia wakulima. Kwa hiyo pale ambapo mkulima anakuwa pamoja na sisi, tunafika mpaka shambani kwake, tunamtembelea, tunampa program zote, na hii inafanyika bure kabisa bila malipo. Kwa hiyo mkulima wetu anakuwa na nafasi pia ya kuweza kupata huduma hiyo bure kabisa mikoa yote Tanzania nzima, Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Kote East West Seed tumefika. Pia mkulima wetu atatakiwa kuwa na program nzuri ya viuatilifu ambavyo kama East West Seed mabwana shamba wetu wako tayari kumshauri kulingana na changamoto ambayo anakuwa anaipitia shambani kwake. Lakini zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba anafuata ile program na tunaenda naye pamoja. Hii ni kuhakikisha anapata mapato yaliyokuwa mazuri. Naam, ni Kilimo Sokoni, kipindi bora kabisa nchini Tanzania hivi sasa kinakupeleka sehemu tofauti tofauti. Tupo Leila, wilaya ya Sumbawanga vijijini hapa mkoani Rukwa. Tumekuja kulima nyanya ya Imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Mapato mazuri ni kama haya ambayo nayashuhudia hapa shambani. Kwa kweli kabisa mimi na Nesa. Kwa sababu gani? Ninaimarishwa na kampuni ya Imara F1. Kampuni hii ya East West Seed kutoka mbegu hii ya Imara F1 wanahakikisha kwamba sisi tunakufikia popote pale ulipo. Tukapata nafasi ya kumshuhudia yule mkulima ambaye amethubutu kulima mbegu hii ya Imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Naye amewezaje kulima hii mbegu? Ameshawishiwa kwa namna gani? Alikuwa analima mazao gani hapo mwanzo? Lakini je, mafanikio yake yako vipi? Tupate nafasi ya kumtazama, alafu kisha nitakwambia wapi tunaelekea kwa sasa. Ingo sasa tupate nafasi ya kumtazama kwanza mkulima wetu huyu akituelezea amenufaika namna gani kupitia kampuni ya East West Seed, lakini pia mbegu ya Imara F1. Kwanza kwa jina naitwa Steven Mwansasu, ni mwenyeji wa Laela Sumbawanga. Mimi ni mkulima wa nyanya, lakini kabla ya yote mimi tulikuwa ni wakulima wa mahindi. Lakini tunashukuru ndugu zetu hawa wa East West walikuja, walitutembelea maeneo yao, wakatupa semina, wakatushawishi na sisi tukashawishika. Ni kweli mpaka hapa nilipo mimi ni msimu wangu wa 3. Narudi tena kwa ndugu zetu hawa wa East West. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nalima mahindi. Nimelima mahindi karibu misimu mingi, miaka mingi, lakini bado sijaona kipato chochote na kunufaika na kilimo changu hiki cha mahindi. Lakini walipokuja wa ndugu zetu wa East West na kutushauri kwa kilimo hiki cha nyanya, kweli tukaingia na baadhi ya wenzangu, tukashirikiana nao, tukaanza hatua za awali kabisa. Wakatuletea mbegu, wakatushawishi jinsi ya kulima na vitu vyote, jinsi ya kuhudumia nyanya. Na ni kweli tulikuwa bega kwa bega. Na nashukuru Mungu katika msimu wa kwanza wa kulima nyanya nyanya hii ya aina ya Imara, kweli nilipata mafanikio makubwa ndugu zangu. Siwezi kufuru wala kumnani Mungu. Nilipata mafanikio mazuri ambayo sikutegemea. Ili shamba lilitoa matokeo mazuri ambayo sijayapata kabisa katika kilimo changu cha mahindi. Kweli sikukata tamaa, na wenzangu kweli baadhi ya majirani zetu wakashawishika. Wanauliza, kilimo gani? Hii nyanya gani? Tukaambia nyanya inaitwa Imara. Ni kampuni gani? Ni kampuni ya East West. Jamaa wanapatikana. Tukaambia tunao, wako Sumbawanga hapa. Kweli kuna wenzetu walishawishika. Tunaomba basi tuagizie mbegu za Imara. Kweli wengi wao wananunua mbegu za Imara. Na bahati nzuri hawa mabwana shamba wa East West kwa kweli ni watu wazuri sana. Ni wepesi kututembelea kwenye mashamba yetu. Wanatukagua, yani kwa mwezi wanaweza tukapita karibu hata mara 5. Kwa tuko nao bega kwa bega. Kwa kweli ili zao ni za uzuri sana. Hususani hii mbegu ya Imara. Ni mbegu moja ni nzuri sana kwa kipindi kama hiki cha masika. Huyu inafanya vizuri sana. Ina kipato vizuri tofauti na nyanya zingine. Japokuwa kuna mbegu nyingine kama ya dhahabu, huyu inafanya vizuri sana. Lakini kwa kipindi hiki cha masika, mvua zikiwa nzuri, wanapendelea sana mimi Imara. Ndio kama unavyoiona shamba hili lina perform liko vizuri. Kwa hata hapa huwa na washauri wananchi wenzangu, lisema na kijiji wenzangu au wakulima wenzangu, tusilime mazao kwa kufanya nini? Kwa mazoea. Sio kila siku tulime mahindi, hapana. Unaweza kujaribu kwa mfano kama unavyoiona nyanya. Nyanya ni shamba dogo sana ambalo halifiki hata eka moja.
lakini kipato chake hauwezi kufananisha na mtu aliyelima shamba labda heka 5 ngapi za mahindi. Haiwezekani. Ili shamba linakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo nawashauri wakulima wenzangu au wananchi wenzangu, wanakijiji wenzangu wajifunze nayo, wawe na mwamko kama huu. Tuje tushirikiane, mbegu zipo na kampuni yetu ipo. Unaua wanatusimamia, ukishanunua mbegu tunakuwa tuko pamoja na tuko bega kwa bega. Wanakusimamia, wanakupa hatua zote ya mwanzo hadi ya mwisho. Kwa hiyo ni mbegu nzuri. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wenzangu. Kampuni za East West ziko vizuri sana na zinafanya vizuri sana. Hii nyanya nimenufaika na vitu viwili vikubwa sana. Niseme vitatu. Kwa kupitia hii nyanya hii nimeweza kununua mashamba. Nimenunua shamba ambao ni kwa ajili ya kilimo hiki cha nyanya. Heka 2 ziko sehemu nzuri na ziko mjini. Na baadaye hapo shambani nimefanikiwa kujenga na kanyumba kangu kwa ajili ya shamba ambao nimenufaika na nini? Ni matokeo ya hii nyanya na nini. Na isitoshe sio hapo. Nina gari kangu kadogo. Katani 2 kwa ajili ya kusupply nini? Kusupply hii nyanya. Kwa hiyo yani nyanya imeniweka na mimi naonekana angalau ni mtu. Naonekana angalau ni mtu kwa kweli. Ya wakati huko nyumba kabla sijaanza kulima nyanya nilikuwa sina kitu ndugu yangu. Lakini sasa hizi hapa niko safi. Hata ukitembea unajua yule mtu sasa hizi anapita pale. Na mfuatao kipindi cha Kilimo Sokoni, mimi nazidi kufurahi kwa sababu naona mafanikio makubwa sana kwenye kilimo. Ndio maana nasema kwamba mali utaipata shambani. Haya ni mafanikio ambayo ameeleza. Alikuwa anaonekana si mtu, sasa hizi ameonekana ni bonge la jitu. Yaani ni boss. Le boss yuko hapa. Nipo naye boss hapa. Sio masiala. Ndio maana sijaje kawaida moja kivizuri huko Supawaga. Yuko na boss hapa. Amesema kwamba amehakikisha kwamba amepata shamba jingine, lakini sasa hivi kidogo ana usafiri ambao unamrahisishia kazi zake za shamba kuwapelekea wateja wake. Lakini je, ndugu yangu Steve, naam. Wakulima wana mambo mengi sana. Ndio. Labda kwa wewe, kwa sababu ili wewe umenufaika nao na umefanikiwa. Ndio. Unaweza ukawashawishi kwa namna gani? Ama unaweza ukawapa ujumbe gani wakulima ambao sasa hizi wanakufuatilia? Kwanza kabla ya yote kwa wakulima ambao niko karibu nao. Wao wenyewe sitaji hata kuelezea. Kwa sababu maelezo ambayo naongeleza wao tayari yaona kwa kupitia. Na sio kwamba mimi naongea mimi tu, hata wao wanajua. Ukipita unajua tu yule bwana umemwona mkulima wa nyanya yule. Yote ile ni nyanya iliyofanya hivyo bwana. Kanunua gari, una nyumba zinajenga ni nyanya. Hasa tunafanya kweli watu wao wanatamani sana kulima. Mwaisa wewe unafanya sisi wakina Mwaisa bwana. Okay. Mwaisa unafanyaje ndugu yangu? Nikamwambia ndugu yangu ni nyanya ni kukumaa, tunapambana nyanya. Kwa tufanye nikamwambia ni kuingia front. Kwa tunafanyaje? Nikamwambia ndugu yangu sio kwamba ukija huko ndani labda uanze na mtaji mkubwa sana. Unaweza kuanza kidogo. Ndio kama nilivyofanya mimi. Nilianza kulima kidogo. Na unavyoona sio kwamba mimi nina shamba hili hapa. Hapana, na mashamba mengine. Na mashamba mengine nyanya zingine ziko kama hivi. Lakini yote ni matokeo nyanya. Kwa hasa hususani ambao ninawashauri kwa wakulima wenzangu. Hususani ambao wananitazama hapa. Kwa kweli nawashauri sana. Kilimo cha nyanya hakiwezi kukutupa. Kwa sababu nyanya ndugu yangu haiwezi kukutupa. Hata iweje. Haiwezi kukutupa hata kidogo kilimo cha nyanya. Na kitakuinua kwa muda mfupi sana kwa sababu ili zao ni la siku 75 tu. Unapanda siku 75 tayari umeshaanza kufanya nini? Ni tofauti na vilimo kama mahindi unapanda karibu ni miezi 6 ujivune. Mimi miezi 6 unaweza kupanda miezi 6, mimi miezi 6 naweza kama nimevuna mara ngapi? Mara 2. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wenzangu wasilime kwa mazoea. Waangalie na fursa zingine. Ili fursa ambazo ziko wazi. Wasiseme tu jamani maisha magumu, sometimes maisha magumu tukayafanya nini? Tukayatafuta wenyewe kwa maisha magumu. Kwa sababu kuna vitu ambao wenzetu wameturahisishia. Wametuletea mbegu zilizokuwa bora, safi kabisa ambao ukilima ni dakika chache tu tayari umefanya nini? Umepata mafanikio. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wajifunze kulima nyanya. Waachane na mbegu zingine za 2200. Maana wengi wakulima wengine wanaweza kaogopa bei. Mbona hii nyanya inauzwa 360? Mbona hii nyanya inauzwa 150? Mbona wanaenda kuokota zile nyanya za shilingi 20,000, shilingi 10,000. Zile hawezi zikakupa matokeo chanya. Dakika 2 umevuna siku 2-3 nyanya imefanya ni iko chakali. Kwa waje hii hapa. Hii nyanya kama unavyoiona hii, nina uwezo wa kuivuna ndani ya miezi 2. Mvua zikaendelea ninavuna na chuma matunda na weka mbolea. Nyanya inazidi kufanya nini? Inatoa maua, inazaa. Kwa ni nyanya moja ambao na appreciate sana nyanya imara. Sisi tunasema kilimo ni ofisi kama ofisi zingine. Ukiangalia shamba katika hali ya kawaida, unaweza kujionea uhalisia wake. Tumekuwa tukisisitiza kama East West Seed kuacha kilimo cha mazoea, kutumia mbegu bora ambazo zinatija. Mbegu kama Imara F1 ni mbegu ambayo ina kipato kikubwa.
Unaweza kuona kaka eneo ni kadogo, haijafika hata ekari moja, ni takriban kama robo 3. Lakini shamba hili akija akaanza kufanya mavuno, baadaye ukija kurudi kwa mkulima ukamuuliza atakwambia. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito kwa wakulima wote ambao tumekuja kwenye shamba la siku ya leo. Tuache kilimo cha mazoea, tusilime mazao kwa mazoea. Kuna mazao ambayo ni ya msingi kama nyanya, na kitu kizuri zaidi sisi SOS tupo na tuko tayari kuhakikisha kwamba tunawapa elimu na namna bora ya kuweza kuzalisha kufikia hivi. Ukiangalia hili shamba limepangiliwa vizuri. Na haya yote ni matokeo ya zile huduma kama SOS tunazitoa kuhakikisha tunawatembelea wakulima wetu, tunawapa mbinu bora, kupanda kwa nafasi kama unavyoona. Hili shamba limepandwa kwa nafasi. Kutoka mstari na mstari pana takriban mita 1 na sentimita 20. Hii inampa nafasi mkulima wetu wakati wa kupiga dawa apige kwa uhuru, lakini pia kufanya huduma zingine kama palizi inakuwa ni rahisi. Lakini pia kama tunavyojua masika kunakuwa na mvua ya kutosha, lakini pia mmea inakuwa na inakuwa na umbo kubwa. Kwa hiyo hii inafanya kuwa na mzunguko wa hewa na shamba linakuwa na usafi kama unavyoliona. SOS Seed tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini pia tuna huduma ya ugani. Tunatamani mtutumie jamani. Leo tumekutana, tumejifunza vitu vingi pale darasani na tumekuja shambani tumejionea. Kile kilicho kinazungumzwa Imara F1 inavumilia changamoto za magonjwa ya majani, unaweza kujionea. Ingekuwa ni mbegu nyingine kwa msimu kama huu, usingeweza kuona ukijani huko kuanzia chini mpaka juu. Ungekuta magonjwa ya majani zile bakajani wai, bakajani chelewa, kila aina matatizo ingekuwepo. Na hiyo changamoto imekuwa ni tatizo kwa wakulima, inafika wakati wanakata tamaa kabisa kulima nyanya. Kumbe tatizo sio nyanya, kulima nyanya. Tatizo ni uchaguzi wa mbegu sahihi kwa wakati sahihi. SOS Seed tuna mbegu zote za nyakati zote kuhakikisha kwamba mkulima harudishi nyuma kwa sababu ya changamoto za hali ya hewa au kwa changamoto zingine zozote za kimazingira. Sisi tunapatikana, tunatoa wito kwa wakulima wote wa wilaya ya Sumbawanga na maeneo mengine yote na Watanzania wote kwa ujumla. SOS Seed tunapatikana, tutumike. Mabwana shamba wapo kila eneo, tupo tayari. Kokote unakolima, ukinunua mbegu, dai namba bwana shamba SOS Seed. Na bwana shamba atakufikia pa kushambani kwako, hautamlipa hata shilingi moja. Lengo ni kwamba upate matokeo shambani, kama ulima robo heka, upate tija kwenye robo heka, uende kwenye nusu heka, uende kwenye ekari moja ili kuweza kushindana na wakulima wengine katika soko la ushindani. Kikubwa zaidi sio kuzalisha nyanya, zalisha nyanya ambayo inaweza kushindana kwenye soko la ushindani. Lima Imara F1, lima mbegu bora kama hii ambayo tumekuonesha kwa siku ya leo, utapata matokeo, utaenda sokoni kifua mbele. Unaweza kujiuliza kwamba nafanyaje sasa kupata mbegu hii ya Imara F1 kutoka kampuni ya SOS Seed. Lakini je, uimara wa mbegu hizi zikoje? Mawasiliano yao yanapatikana kwa namna gani? Tutaungana na afisa mawasiliano wa kampuni ya SOS Seed. Yeye atatuelekeza kujua namna gani unaweza kupata hizi mbegu ya Imara F1 na mbegu zinginezo. Lakini leo hii tunazungumzia nyanya hii ya Imara F1. Kwa majina naitwa Anzirani Ibrahimu Msoke. Mimi ni afisa msimamizi wa mauzo kutoka East West Seed Tanzania, au unaweza ukaniita kama afisa mawasiliano. East West Seed tunatoa huduma mbalimbali, licha ya kwamba tunatafiti, tunazalisha na tunauza mbegu za mboga mboga, lakini pia tunatoa huduma ya afisa kilimo mikoa yote Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani kule Zanzibar. Tunatoa huduma hiyo kivipi? Unaponunua mbegu yetu ya East West Seed, hakikisha unapata namba ya afisa kilimo kwa eneo lako. Lengo ni kupata mapato mazuri kama kauli mbiu inavyosema. East West Seed ni mbegu bora kwa mapato mazuri. Tunapatikana katika sehemu mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawasiliana na sisi kupitia nambari ya simu 0677 009 080. Lakini pia huwa tuna huduma ya kwenye social media zetu, Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Unaweza ukatembelea kwa ajili ya kujifunza, kujua product zetu, nini tunatoa na nini ambacho tunapendelea wakulima wetu wapate kujifunza. Tunapatikana kama East West Seed Tanzania. Karibuni sana East West Seed, mbegu bora kwa mapato mazuri. Je, mna mawakala? Ndiyo, mawakala tunao. Mbegu zetu sisi tunauza kupitia maduka ya pembejeo na mbegu zinapatikana nchi nzima kupitia maduka ya pembejeo. Unapopata tangazo hili, unahitaji kufanya kilimo chako cha mboga mboga, nenda kwenye maduka yetu ya pembejeo, utapata mbegu zetu za East West Seed, mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Lakini pia ukipiga simu tunakuunganisha na afisa mauzo wa kanda husika kwa ajili ya kukusaidia kujua ni mbegu ipi, ni duka lipi utapata hizo mbegu zetu.
Na je, ili kujua hii ni mbegu ya East West Seed, kitu gani vya kuzingatia? East West Seed tunapaki mbegu zetu kwenye package ambazo ni maalum zaidi. Utakuta pale lebo ambao ni mishale miwili mekundu iliyogeukiana pamoja na mche katikati wa rangi ya kijani. Lakini ukinunua mbegu ile kuna kuwa na lebo ya Toski. Hiyo ni kwa ajili ya kuhakiki mbegu. Je, mbegu hii imethibitishwa na Mamlaka ya Mbegu Tanzania au la? Kwa pale utapata maelekezo kwa ajili ya kujua kama hii mbegu ni imethibitishwa au haijathibitishwa. Nipende kuwakaribisha wakulima wote na Watanzania wote. Jamani, kilimo ni fursa, tusikichukulie kama ni adhabu. Tufanye kilimo kwa tija, tusilime kimazoea. Kama tunavyosema, East West Seed tuna huduma ya maafisa kilimo. Hata kama hujui, piga simu tukuunganishe na afisa kilimo wetu ili uweze kupata huduma iliyo sahihi, akuelekeze miongozo nini ufanye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na huduma ya afisa kilimo tunaitoa bure kabisa pasipokuwa na malipo yoyote. Karibuni sana Watanzania, tufanye kilimo kwa pamoja, tufanye kilimo cha tija, tupate matokeo mazuri. Mfuatiliaji kipindi cha Kilimo Sokoni, kama ambavyo unafahamu, elimu haina mwisho mara zote nasema, na hawa ni wadau wakulima mbalimbali wametoka katika vijiji mbalimbali kuja kushuhudia nyanya hii ya Imara F1. Ni kampuni ya East West Seed ndio ambayo inahakikisha kwamba inakufikisha kupata elimu bora. Wakulima hawa wanapata elimu hii na kisha wataelekea shambani, na kama unavyoshuhudia hapo shambani walivyo, hili ni shamba ambalo wamehakikisha kwamba limepata hadhi kubwa, na Imara F1 imekufikia sehemu tofauti tofauti. Unaona jinsi ambavyo wakulima wanavyotembea kutoka kwenye elimu ambayo waliipata pale, sasa wako shambani wanashuhudia hiyo Imara F1 inawezaje basi kuwanufaisha ili kuwa bora zaidi. Kama unavyotazama, kwa wamama, kwa wababa wameamua kulima nyanya hii ya Imara F1. Tuko Leila, wilaya ya Sumbawanga vijijini, mkoani Rukwa. Tumekuja kuhakikisha kwamba tunakufundisha namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa kwa ajili ya kupata tija. Na mfuatiliaji kipindi cha Kilimo Sokoni, mimi ni Nicholas Kilowoko ndiye ambaye nahitimisha kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Leo hii tunakwamia hapa kwenye upande mzima wa eneo hili la nyanya ya Imara F1, na tunahakikisha kwamba wiki ijayo tuna sehemu nyingine tutakwenda, lakini leo hii tukomea hapa kwenye kilimo hiki cha nyanya ya Imara F1. Kampuni ya East West Seed ndio ambao wanadili sana na mbegu, pamoja na mbegu za mboga mboga, pamoja na mbegu za matunda. Wao wanasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini sisi tuna kauli mbiu yetu, tunasema kwamba tunakufundisha ulime kwa tija, ulime kwa ajili ya kupata kipato kilichokuwa bora zaidi. Na kama unatamani kutangaza pamoja nasi, kuna namba inapita chini ya skrini yako hapo. Lakini je, una maoni, una ushauri? Fuatilia pia kupitia namba hiyo. Lakini pia tunapatikana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tutumia Kilimo Sokoni kwenye YouTube na kwenye Instagram pia. Shukrani sana kwa timu nzima ya kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. Mpaka wakati mwingine tena, kwa sasa bye.